Karibu katika mwendelezo wa simulizi hii ya ndoa ya kulazimishwa, na hii ni sehemu ya pili. Basi tuendelee. Baada ya Safia kulazwa kwa mshutuko wa akili, Deo hakuwahi kurudi tena nyumbani kwao Kaloleni. Alihama akajificha kwa shangazi yake eneo la Nangara, karibu na stendi ya Babati. Hakutaka hata kusikia neno ndoa tena. Lakini saa moja usiku ule wa Jumatatu simu yake ikaita. Namba haikuonekana. Alipoipokea, sauti ya mtoto mchanga ikalia. Halafu kimya. Halafu baba niko wapi? Simu ikakatika. Siku iliyofuata, Deo aliamua kurudi hospitali kumwangalia Safia. Alipofika, wauguzi walimwambia kitu cha ajabu. Mkeo alizungumza kwa sauti isiyo yake. Alisema jina lako mara 3, kisha akasema mtoto amerudi. Deo aliogopa. Hakuwa na mtoto. Hakuwa amempa Safia ujauzito. Kwa hiyo mtoto amerudi ni nani? Wakati anatafakari hilo, mlango wa chumba cha wagonjwa ukaanza kugonga wenyewe taratibu, lakini hakuna mtu aliye karibu. Gonga, gonga, gonga. Alipotazama dirishani, alivyoangalia upande wa pili wa barabara, aliona msichana amesimama amevalia nguo ya hospitali, lakini uso wake umefunikwa na nywele. Moyoni alijua ni Leila. Usiku huo huo, Deo aliota ndoto ya mtoto mchanga akiwa ndani ya beseni la damu. Mtoto huyo alimwambia, ukiona mimi, maana yake mama hajalala. Kisikia kilio changu, maana yake damu haijasafishwa. Njoo Kaloleni, njoo kwenye chumba chetu. Kabla haijafika saa 9, Deo aliamka, anatetemeka. Alijua sasa hatakiwi kukimbia tena. Lazima arudi Kaloleni. Lazima ajue ni nini kilichoandikwa kwenye historia yake. Alipofika Kaloleni saa 8:30 usiku, alikuta mlango wa chumba chao wazi. Ndani kulikuwa na harufu ya manukato ya zamani. Vumbi halikuwa la kawaida. Na kitandani kulikuwa na mtoto mchanga analia. Lakini hakuna mtu. Aliposogea, macho ya mtoto yalimtazama. Kisha ghafla, sauti ya Leila ikasikika. Ukuahidi, lakini umeletwa. Lipa deni. Mtoto huyu si wangu tena, ni wako. Utaishi naye hadi utakapojifunza kupenda pasipo masharti. Ukimkataa, Kaloleni haitakuacha uende. Ghafla mtoto akapotea, na nyuma yake kioo cha ukutani kikapasuka peke yake. Jina lake Deo likaandikwa kwa damu kwenye ukuta. Wiki 2 baadaye, Deo alianza kuona mtoto huyo kila mahali, kazini, barabarani, hata ndotoni. Lakini kuna mtu mmoja tu aliyemwamini, Mzee Tumaini, mzee wa zamani wa mtaa wa Kaloleni, aliyewahi kuwa mganga wa jadi kabla hajastaafu. Mzee Tumaini alimwambia, Deo, kilichokufuata si la kawaida. Ni roho ya mapenzi yaliyokufa kabla ya kukamilika. Leila alipokufa hakuondoka. Alizaa hisia, na hisia hizo zimevaa sura ya mtoto, kinyota. Ukitaka kuikomesha hii laana, lazima umzike. Si mtoto, bali ndoa yako. Ndoa ya kulazimishwa. Funga mlango wake. Kesha umwage maji ya bahari ya chumvi. Jitenge, toa sadaka. Kinyota. Deo alitafakari, na usiku wa tarehe 30 Mei akaamua kufanya hivyo. Akiwa na bakuli la maji ya chumvi kutoka Gonga Beach, akaingia chumbani Kaloleni. Akaanza kuzungumza kwa moyo wote. Leila, Safia, msamaha ndio zawadi pekee nilionayo. Niliogopa kupenda, niliogopa kupigania. Ila sasa najua mapenzi ya kweli hayawezi kulazimishwa, na mimba ya maumivu haitazaa furaha. Leo naifunga ndoa hii kwa mikono yangu. Mmeniweka huru na ninawaweka huru. Akamwaga maji. Dirisha likafunguka, kisha likajifunga lenyewe. Redio ikawaka, ikapiga wimbo wa Leila aliyoupenda, mapenzi ni maamuzi. Sauti ikakata. Tangu siku hiyo, Deo hakuwahi tena kumsikia mtoto huyo. Hakuwahi tena kuota sauti ya Leila. Na Safia alipona polepole. Akaamua kurudi kwao Singida, na akaanzisha huduma ya kusaidia wanawake waliolazimishwa kuolewa. Na Deo aliapa asifunge tena ndoa kabla ya kupenda. Aliandika kitabu Kaloleni, ndoa iliyowalilia wawili. Na leo simulizi yake imekuwa funzo kwa wengi, kwamba kulazimishwa kuoa ni kuolewa na kivuli cha huzuni. Aliandika kitabu kwa miezi 6. Alikifuta mara 3. Kisha akaandika tena Safari ya Kweli ya Maumivu, Mapenzi na Msamaha. Kitabu chake kilipochapishwa, alienda Kaloleni na nakala 50.
akawagawia watu wa mtaa bila maneno mengi, wakamsikiliza, wakalia, wakamsamehe. Leo ni mshauri wa mahusiano kwa vijana. Hana sifa kubwa, hana fedha nyingi, ila ana kitu kimoja muhimu: hekima. Anaweza kutambua ndoa ya hofu kwa dakika moja tu, na kila anapohubiri humalizia kwa maneno haya: kama moyo wako haujaitwa, usiende. Mapenzi ya kweli si mazoea, si shinikizo, si deni, ni sauti ya ndani inayokuita kwa jina lako. Usilazimishwe. Na picha ya Leila iko mezani kwake. Haizungumzi, ila humkumbusha kuwa mtu anaweza kufa, lakini mapenzi halisi hayawezi kuzikwa. Uishi kwa sura ya mafunzo. Na huu ndio mwisho wa simulizi ya Ndoa ya Kulazimishwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti MK Mastori ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kali.